Moja, nitafundisha sadaka na ni kwa nini tutoe na tutoeje. Unawezekana leo ukatoka hapo ukasema Allah, hivi kumbe miaka yote ilikuwa sijui. Na kuna mtu atatoka hapa leo atajua shida yake ni nini kwenye maisha. Lakini nitafundisha kanuni za utoaji, masharti, misingi ya kuzingatiwa kwenye utoaji, aina za sadaka, faida za kutoa, na ufanye nini kama ulikuwa hauko kwenye mstari. Ninaomba niwaulize, leo nimeongozana na wanahabila, alafu mara mnaona wakati sadaka inatolewa, ninawaita watu wangu niliokuja nao, alafu tunasimama pembeni ya chombo cha sadaka, tunaanza kuangalia kila mtu anachoweka. Hivi mngetuelewa? Hivi walimuelewa Yesu? Imagine Yesu ameingia kwenye mkutano, watu wanaitwa kutoa sadaka, alafu wanamwona jamaa anaita kundi lake alafu wanaenda wanakaa. Biblia imesemaje? Akaketi, akasogea, akaenda kuketi pembeni ya chombo cha sadaka, alafu jamaa akaanza kuangalia kila mtu alivyokuwa anaweka. Hivi alielewa? Hivi leo mtu akifanya hivyo mtamuelewa? Hivi Yesu alikuwa na maana gani? Alikuwa na maana gani? Maana yake ni nini? Anatufundisha thamani ya sadaka. Maana yake hata leo unapokuja madhabahuni, hata leo unapokuja kumtolea Mungu, jua ya kwamba the master is there. Yupo hata leo, amesimama anatizama namna tunavyotoa na sadaka tunazoleta. Kama alitoka kwenye kiti akaketi pembeni ya chombo, hivi alikuwa anamaanisha nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kabla sijasema maana yake ni nini, hebu niwaambie sadaka ni nini. Haleluya, haleluya. Sadaka ni nini? Najua mnajua, lakini ninaomba niwakumbushe, sadaka ni kitu chochote unachomtolea Bwana kwa kufuata utaratibu wa kimbingu sawa sawa na neno la Mungu. Sadaka yaweza kuwa fedha, unaweza kuwa ni mali, unaweza kutoa kiwanja kama sadaka, unaweza kutoa gari kama sadaka, unaweza kutoa fedha kama tulivyotoa hapa kama sadaka. Lakini sadaka ni muda. Je, katika masaa 24 siku 7 siku 365 na robo kwa mwaka, ni muda gani huwa unautenga kwa ajili ya Mungu peke yake? Sadaka inaweza kuwa ikawa muda. Sadaka inawezekana ikawa vitu. Kama nilivyosema, Rahabu, mkumbukeni Rahabu, Biblia inasema yule kahaba kilichomwokoa ni nini? Ni sadaka ya vitu, ya nafasi. Majamaa yanakuja, yanataka kuhifadhiwa. Mwanamke yule aliyejulikana kama kahaba alitoa eneo akawahifadhi watumishi wa Mungu. Ile ndio sadaka iliyomwokoa Rahabu, pamoja na imani ya mabadiliko. Mkumbuke Tabitha, mwanamke aliyefufuka kwa kushona nguo, kwa kuwapa watu nguo, kuwavika watu nguo. Wale wanawake wakalia wakamwambia Mungu, no way, haiwezekani mwanamke huyu akafa kwa sababu tunavaa kwa sababu yake. Mungu alimfufua binti yule. Sadaka yawezekana umetoa ile, umesaidia, umejenga madhabahu, umelisha watumishi. Mkumbuke mwanamke mshunami, uzao, alikosa uzao, lakini baraka ya uzao wake ilikuwa imeambatana na namna alivyokuwa anatunza watumishi. Kina Elisha wanapita kwenye mji, hawana pa kulala. Mwanamke yule akaandaa chumba, akasema watumishi hawa hawatalala hovyo, watumishi hawa
watakula mtaani, watumishi hawa hawatakunywa hongo mitaani, nitawatengenezea mahali pazuri, nitawalisha. Nina uhakika wanamkoa Rungo mnatunza watumishi. Nina uhakika wanamkoa Rungo kuna wanawake hapa ni washunani ambao kazi yao ni kuhakikisha mwinjilisti ana mafuta ya gari, mchungaji ana chakula, anakaa vizuri. Nina uhakika hatuji kwenye nyumba ya Bwana tu bila kujua hawa wamekaa, wanakula, wanalala. Kuna washunani, kuna watu wako Mkwananga mmewekwa hapa kwa ajili ya kusudi ya kutegemeza watumishi. Sasa baraka zako ziko hapa, utahangaika sana, lakini kama umebebeshwa ushunani hutoki mpaka utimize kusudi. Mwanamke huyu alikuwa tasa, lakini majibu yake yalitoka kwenye kuhudumia watumishi. Kama unanawasema Cornelius, Biblia inasemaje? Alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Mungu. Huyu mwanaume alikuwa anaitwa Cornelius. Sadaka sio lazima utoe kanisani pia. Kuna watu wanadhani kutoa ni lazima tu uje hapa siku zote. Nei, Cornelius alikuwa hajaokoka. Cornelius alikuwa sio Mwisraeli wala sio Myahudi. Lakini huyu mwanaume, Biblia inasema alikuwa anawapa watu sadaka. Akisikia kuna mgonjwa anakwenda, akisikia kuna yatima anatoa, alikuwa akisikia kuna mtu amekwama anasaidia. Biblia inasema alikuwa anambatanisha sadaka zile za watu na maombi. Akisikia kuna mgonjwa anachukua fungu, anasema Mungu na kwenda kumsaidia huyu mgonjwa, lakini kwa sadaka hii ukumbuke nyumba yako. Malaika alishuka kutoka kiti cha Baba cha enzi, na ndio ilikuwa pona ya Cornelius na familia yake yote. Sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa nini tutoe? Mungu hahitaji fedha yako. Mungu sio maskini. Mungu hahitaji magari yako. Kwa nini tunatoa? Biblia inasema dunia na vyote vijazavyo ni vya Mungu, fedha na dhahabu ni yake. Kwa nini tutoe kama vyote ni vyake? Yohana 3:16 Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa kama Mungu mwenyewe ilibidi atoe ili kukomboa ulimwengu, kama Mungu mwenyewe ili kufanya mambo ilibidi atoe cha thamani mwanae mpendwa, kwa nini mimi na wewe tusitoe? Kutoa ni kanuni ya kimbingu. Nataka muangalie baba yetu Ibrahim. Nataka nikukumbushe mazungumzo ya Mungu na Ibrahim baba yetu, ambaye sisi sote kwa imani tumetoka kwenye viuno vya Ibrahim. Kwa sababu ya muda utaenda kusoma Mwanzo 15. Kwa sababu ya muda leo ukitulia Jumapili nyumbani mchana soma Mwanzo 15, lakini nataka kupitisha kwa haraka. Ibrahimu alifika mahali hana uzao. Akamwomba Mungu watoto. Akamwambia Mungu, Baba, mimi na vitu vyote ulivyonipa, ina maana mrithi wangu ni huyu Eliezeri Mdameski? Sikia nikwambie jibu la Mungu. Mungu akamwambia, hapana Ibrahimu, nitakupa uzao, lakini si uzao tu. Kwa sababu ya uaminifu wako kwangu, nitakupa na kurithi nchi. Sasa sikia, haya majibu yote ya Mungu yalikuwa ni magumu mbele ya Ibrahimu kibinadamu. Kibinadamu yalikuwa ni magumu sana. Kwa nini yalikuwa ni magumu?
alikuwa anajiangalia umri, anasema uzao unaozekana kweli katika umri huu, mke wako miaka 90 anasema. Lakini vile vile katika nchi uliambiwa atapewa, Biblia inasema nchi ile Ibrahimu kibinadamu alikuwa akiangalia ni nchi iliyokuwa inamilikiwa tayari na makabila zaidi ya 10. Mungu, ngoja nipe nchi. Tayari kuna makabila karibu 10 huko. Utanipaje? Kibinadamu ilikuwa ni ngumu. Sasa sikia. Kwenye ile Mwanzo 15 mstari wa 8, Ibrahimu akarudi kwa Mungu. Sikia faida ya sadaka sasa. Ibrahimu akarudi, akamwambia Mungu, Mungu, umesema utanipa. Lakini sikia, Ibrahimu anamuuliza Mungu swali, anamwambia, nipataje kujua ya kwamba nitarithi? Nipataje kujua? Maana akiangalia umri wenda, akiangalia nchi anayoambiwa nitakupa ina watu wanakaa. Nipataje kujua ya kwamba nitarithi? Sasa cheki jibu la Mungu. Mungu hakumjibu tu akamwambia Ibrahimu Isaka. Nataka uangalie jibu la Mungu. Mwanzo 15 mstari wa 9. Baada ya Ibrahimu kurudi na kumuuliza Mungu, Mungu umeniahidi sawa. Baba umesema nitarithi sawa. Baba umesema nitapata watoto sawa. Lakini haya yanatokeaje? Nataka nikuonyeshe umuhimu wa sadaka mbele za Mungu. Mungu anamwambia Ibrahimu hivi, unipatie ndama. Mwanzo 15. Mungu akumjibu kingine. Alimwambia hivi, mwanangu sikia. Umeniuliza swali. Okay, jibu lake ni hili hapa. Unipatie ndama wa miaka 3 na huo na yanachi. Maana yake Mungu aliniambia, unataka nikueleze utavipataje? Unataka kuniambia Mungu alikuwa na shida na ndama? Unataka kuniambia Mungu alikuwa na shida na njiwa? Unataka kuniambia Mungu alikuwa na shida na kondoo? Kanuni za kimbingu za kupokea baraka zetu za kuongezeka zinaambatana na sadaka. Kama unanielewa sema amina. Mungu anamwambia Ibrahimu, unataka kujua itakuwaje? Njoo mbele zangu kwanza na sadaka. Halafu nitakwambia vitatokea. Sikia, Ibrahimu, Biblia inatuambia Ibrahimu baada ya kutoa ile sadaka, ndipo Mungu anaongea na Ibrahimu, anamueleza uhakika wa Ibrahimu wa kupata uzao. Mungu anamueleza sisi, anamueleza juu ya kitakachotokea kwa uzao wake mpaka miaka 400 ijayo. Kumbe sadaka inaweza ikatoa roadmap ya uzao wako. Kumbe kuna saa uzao unapigwa kwa sababu ya namna yetu ya utoaji. Ibrahimu alitoa sadaka. Mungu anaweza kumweleza, nitakupa watoto, lakini sikiliza. Anaweza kumwambia kizazi chako kitakuwa miaka 400 watakuwa pale na itaendelea. Anampa mpaka ramani ya kizazi chake mpaka miaka 400. Naomba nikuulize, kwa sadaka yako ndio maji ya watoto na wajukuu na vitukuu. Kuna watu leo wanateseka kwa sababu wazazi machana walitoa kwa bahari. Kuna watu leo wako wanapigika na life kwa sababu ya sadaka zilizokuwa zinatolewa kipumbavu za wazazi, mabibi na baba. Mungu anampa ramani Ibrahimu ya kizazi mpaka miaka 400. Kwa sababu gani? Sadaka. Kuna mtu anaelewa? Halafu Mungu pia anamwambia Ibrahimu itakavyokuwa mwisho wake. Alinamwambia na mwisho wake utakuwa neema, utakuwa na uzee uliotimilika, halafu utalala na baba zako ukiwa umekamilika. Mungu anamnyoshea namna ya kurudi kwake. Sadaka ina majibu ya maswali
yako mpaka namna utarudi kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikia nikwambie, namna ya kutoa sadaka. Haitolewi hovyo. Sadaka haishurutishwi. Sadaka hailazimishwi. Sadaka haitolewi kishabiki. Sadaka huombwi. Sadaka inatoka na moyoni kwako kwa imani. Wakorintho wa pili 9:7, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, kwa maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Ukija kwa Mungu ukatoa sadaka ukinung'unika, ni laana. Sadaka hailazimishwi. Ana Yesu asifiwe. Sadaka inaambatanishwa na moyo na imani. Sasa nataka nikupe kanuni za utoaji. Ziko kanuni kubwa 3. Ili ujichunguze kama ulikuwa unakosea katika kutoa, kuanzia leo haraka badilika. Kuna watu wamefungiwa hapo. Sasa kama sadaka kwa Ibrahimu ilitoa majibu mpaka siku anarudi kwa baba yake, hata mimi na wewe sadaka yetu tunapotoa ina namna ambavyo inatengeneza maisha yetu ya sasa na ya baadaye, kizazi chetu mpaka kizazi chetu. Namna ya kutoa, kanuni za kutoa ziko 3. Kanuni namba 1, imani. Unaposoma katika Ibrania 11 mstari wa 1 mpaka 33 utaona vile imani ilikuwa inaambatanisha na sadaka za watu. Watu wengine jamani wanakuja hapa leo, anaposikia kutoa sadaka ndio anaingia kwenye wallet, anaingia kwenye pochi. Uongo kweli wanangu? Ni wangapi wanaandaa sadaka Jumamosi au Jumatatu kwa ajili ya kuileta Jumapili? Naomba nioshe mkono juu. Yaani sadaka ya kuleta Jumapili unaiandaa kwa maombi na kuinenea kwa imani ndio uilete. Ni wangapi? Watu wengi anapokuja Jumapili, mtu akifika kanisani anaangalia pochi. Naomba leo nikutangazie, hiyo sio sadaka. Sadaka haitolewi hapa mama. Huji hapa ukaanza kusikia wakati wa sadaka ndio unafungua pochi. Sio sadaka hiyo. Sadaka inaangaliwa. Sadaka inaambatanishwa na imani. Biblia inasema kwa imani. Tofauti ya Habili na Kaini sio wingi. Thamani ya ile sadaka ya Habili haikuwa kwamba ile sadaka yake ilikuwa ni kubwa. Hapana, haikuwa kubwa kuliko ya Kaini. Biblia inasema huyu jamaa Habili yeye alitoa kwa imani, alitulia, akasema na sadaka yake, akaomba imani, akaiambatanisha ile sadaka na faith. Kaini alikuwa ninakasoma. Biblia inasema kwa imani Rahab yule kahaba, imagine alikuwa katika ukahaba, lakini katika ukahaba wake imani yake katika ile sadaka ndio ilikuwa imani. Wengi hapa tunaleta sadaka za kikaini, tunakurupuka. Sasa hapa nikwambie, wale wanaotoa kule upande wa pili, sikiliza, anaambiwa hivi, anaenda kwa mganga. Sikiliza imani ya wale wenzetu, sikia. Imani ya wanaoenda kwa waganga, anaambiwa nenda kalete mbuzi ambaye hapa mbele ni mbuzi ni mweusi, lakini hapa mbele ana doa nyeupe. Huyo mtu atatoka Mkwaranga aende Kikatiti, atoke Kikatiti ataenda mpaka Morogoro ili ampate bata mwekundu mwenye mkia mweupe, kwa sababu ametumwa.
utafute mweusi mwenye alama. Hiyo ni faith. Naomba umwekee mwenzako, mwambie hiyo ni imani. Mwambie ni imani. Kitendo cha mchawi kutoka Mkwaranga aende mpaka Kikatiki kutafuta mbuzi wa manjano, hiyo ni imani. Cheki moja upande wa pili, alafu jicheki na wewe ni Kristo ambao unakuja kanisani unakurupuka tu, alafu unataka kupigana na mchawi. Mwambie mwenzako wewe. Mguse, mwambie wewe. Mguse tena, mwambie wewe. Ndio maana watu wa Kristo tunakumutwa kwa sababu sadaka zetu ni nyepesi. Hazipendi faith. Sema namba moja, imani. Kanuni ya pili ya utoaji ni kitu kinachoitwa thamani, ubora wa sadaka, value. Thamani ya sadaka inayoambatana na imani, value. Sikiliza mtumishi wa Mungu. Baba mchungaji Mushi, mimi nawaambiaga watu, hakuna umaskini kama unaotoka makanisani. Ninakasema mchungaji, Mhubiri 5, thamani. Mhubiri 5 mstari wa kwanza. Mhubiri 5 mstari wa kwanza, Biblia inasema jitunze Mungu wako uendapo nyumbani kwa Mungu. Wana Mkwarungo sikieni. Wana Mkwarungo sikieni neno la Bwana. Mungu anasema jitunze Mungu wako uendapo nyumbani kwa Mungu, maana ni heri kukaribia ili usikie kuliko kutoa kafara ya wapumbavu ambao hawajui kuwa wanafanya mabaya. Mungu anasema nini hapo? Ukisikia jitunze, maana yake kuwa mwangalifu. Imeandikwa danger. Kama kuna kitu kilichoandikwa danger kwa Kristo wanapoingia kanisani ni kutoa. Yaani ni hivi. Wangapi wanaijua mitambo ya TANESCO? Unakutaka lile fuvu, watoto mmewahi kuona pale kwenye umeme kunataka lile fuvu linaitwa danger. Sikia. Pale kwenye mlango wa kanisa, kwenye ulimwengu wa roho, kuna alama ya danger. Unapoingia huko ndani, bora usikie upite hivi kuliko kutoa kipumbavu. Biblia inasema danger. Jitunze Mungu wako uendapo nyumbani kwa Mungu. Usije hapa na vitu hujajiandaa. Usiingie nyumbani kwa Baba na vitu ambavyo ni vinyonge. Danger. Sasa nitakwambia hivi, anasema sikia, kuna maana kuu mbili zinazoambatana na sadaka. Jamani, kuna Wakristo tupo tunafikiri tumelogwa. Hatujalogwa, tumelaaniwa. Kuna Wakristo tunadhani watoto wetu wamelogwa. Hawajalogwa, wamelaaniwa. Kuna Wakristo tunatafuta havishikiki, tunadhani tunashika. Leo nimetoka kukwambia huna shida, unatakiwa ufupe laana ya danger. Laana mbili zimeandikwa kwenye Biblia. Zipo nyingi lakini nakueleza laana mbili zinazotokana na utoaji. Moja, Malaki 1:14. Biblia inasema lakini na mtu mwenye kudanganya ambaye katika kundi lake ana mume anaitwa nadhiri, ila amtonia Bwana kitu kilicho na kilema. Ukija kwenye madhabahu ya Bwana ukatoa kitu cha kipumbavu, umelaaniwa. Mimi ndio maana mtumishi wa Mungu nakaga pale naangalia minada ya KKT. Alafu kuna sana Mungu tusaidie. Unakuta mtu kwenye mnada hapa Ngorogo mna minada. Uwaga mna minada. Jitunze. Unaangalia mtu ameleta ndizi mawili.
Ni marangu mawili, ndio mnahitaji ndizi mbili. Makurunjo. Makungu. Sasa mimi nakaaga pale mnada na KKT na naanza kutazama kama Yesu. Unakuta mtu ameenda Samara sokoni. Ndizi zilizobaki zimeiva mpaka zinataka kupondeka. Ndio Jumapili anazileta mnadani. Mtu anaangalia mayai. Analeta mayai visa mnadani. Mtu anachuma, anaangalia mtu wa mlimao. Anaangalia vile vya mwisho. Mtu analeta vilimo vitatu vilivyotoka sikia na ananiwa. Biblia imesema mtu anayetoa vitu ambavyo ni kileo, vitu vinaifu. Sio maneno yangu mimi, msio kasema yule naye amekuja. Sikia Mhubiri 5:4. Malaki 1:14. Mtu anayeleta vitu vinyonge. Sikiliza ndugu yangu, Biblia inasema bora usitoe kuliko utoe vitu vya kipumbavu mbele za Bwana. Laana ya pili. Nimefurahi nimesikia nimesema Jumapili ijayo kuna kutoa zaka. Nimesikia basi nasikia. Laana ya pili ndugu yangu imeandikwa kwenye zaka. Kuna watu baada ya ibada utaenda kutubu mchungaji. Zaka. Laana ya pili kwenye utoaji iko kwenye zaka. Fungu la 10. Sikia nikwambie, Malaki 3:8-9 Biblia inasema, je, mwanadamu atamwidia Mungu? Lakini ninyi mmeidia nini? Lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Akasema mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa wala. Kumbe kutokutoa fungu la 10 laana. Umepokea shilingi 1,000. Shilingi 100 sio yako, ni ya Mungu. Umepokea shilingi 5,000. Shilingi 500 sio yako, ni ya Mungu. Ukipiga kwa kujidai kama hujui, sikia Biblia inasema amelaaniwa jambazi kwenye nyumba ya Mungu. Hebu mgeukie mwenzako, muulize umesalimika? Muulize tu vizuri, kimwangalia macho, mwambie uko sawa. Mwambie wewe ni, muulize tena, wewe ni jambazi. Hivi wewe ni jambazi? Kuna watu wanajiita Wakristo, wanakuja kanisani kila saa, wanasali sana na wewe, lakini Mungu akiwaangalia anaona jambazi. Una sauti nzuri, unatupigia praise. Mungu akikuangalia jambazi. Unasema amina? Unasema amen? Mzee wa kanisa, kila siku uko hapa, umetupigia joho mbele za Mungu akikucheki jambazi. Unasema amina? Wewe wazee, umepiga siku kana ya baba yangu hapa, anapendeza hajapendeza. Baba yuko vizuri. Sijasema ni wewe baba, hapana. Lakini nasema kwa ya wazee, mmependeza, mnapiga ngoma. Mungu akiwacheki majambazi. Sema kuanzia leo nakataa ujambazi, wizi ndani ya kanisa. Yesu asifiwe. Unashangaa vizazi haviendi, unashangaa uchagani vitu haviendi. Mimi naangalia kule kwetu Marangu, nikifika kule vijana
walikuwa kwa bahari, walimwaga wakatoa kule kaburi, wakachinja mbuzi, wakahesabu utu, wakatoa sadaka. Na kizazi cha leo hakichinji, hakifanyi vile, lakini wanashindwa kufuta laana ya wizi, ya ujambazi, ya kutoa kwa bahari. Kizazi kimeteseka, watoto wanasoma hawapati kazi, vijana wamepigwa, wanaume shida ni laana. Ngoja niambie mfano wa majambazi mawili. Mtu na mke wake. Kuna mtu na mke wake? Kuna mtu na mke wake? Majambazi mawili, sijasema nini. Mkienda nyumbani, mtafutana, mnaambizana ni sisi. Bwana Yesu asifiwe. Aliitwa Safina, aliitwa nani? Anania na nani? Na Safina. Wanauza kiwanja, halafu wanakubaliana mtu na mke wake. Wanaambia tumepata milioni 100, like serious. Baba, kwani baba, milioni 100 tupeleke 10? Hoteli hoteli hii ngani nawe wa maramu tukisema hii ngani nawe mbele hoteli. Sikia, wakakaa chumbani wakakubaliana mtu na mume wake. Baba, twende bwana kwa wachungaji, twende kwa mchungaji Mwishi bwana. Tumwambie kile kiwanja tunauza tu shilingi milioni 30 bwana, hivi twende tupeleke milioni 3. Ulipata unauza kiwanja milioni 100. Mkaa Lomoni wewe na mke wako, mkasema twende kwa Mwishi, tumwambie bwana hichi tunauza tu milioni 30, tupeleke 3. Sikia kilichowapata. Baba akatoka nyumbani, mkuu wa rungo na suti yake, anakuja kwa mzee Mwishi, kwa mchungaji Mwishi. Mchungaji mwana asifiwe. Bwana, tumeuza kiwanja mimi na mama. Ona tumepata tu shilingi hizi, tumeleta milioni 3. Sikia ndio bwana. Petro akamtazama. Akamwambia Anania. Roho Mtakatifu akaanza kucheka. Akamwambia, tangu lini kwa nini shetani ameingia moyo wako? Unamdanganya Roho Mtakatifu. Sikia, unavyoleta sadaka, uniletee Mwishi, uniletee mwinjilisti. Unavyotoka nyumbani kuleta zaka, Roho Mtakatifu yupo anatizama. Anania anaambiwa, nini kimekutokea ukamruhusu shetani kuingia kwenye moyo? Hapa unamdanganya Roho Mtakatifu. Alipokuwa kabla hajajibu jambo, mama amepika ugali Jumapili, anasubiri baba arudi. Sasa mzee arudi, saa 8 mzee arudi, saa 9 na yeye akamwambia, ngoja, si alisema nenda kanisani? Na yeye akaja kanisani, alikuja kuulizia, akakutana na komando peke. Hajaambia mume chali ameshazika na hawapumzika. Na sijui kwa nini hata hawapumzika Anania nyumbani. Alituma vijana wakamzika huko kwa kanisani huko. Mama naye anakuja, anaulizwa, mama, kiwanja mliuza shilingi ngapi? Nani baba alikuwa hajaja kusema. Baba hakusema. Mama, kiwanja mliuza shilingi milioni 30. Kweli mtumishi, mliuza milioni 30? Ndio mtumishi wa Mungu, Bwana asifiwe. Na yeye pale chai. Uje nasema, Petro akamwambia, kwa nini mnamdanganya Roho Mtakatifu? Unapokuja kutoa, hautoi kwa sababu unamletea mchungaji. Hapana. Sikia, Yesu alikaa kwenye chombo cha sadaka. Hapa leo sikia, Roho Mtakatifu yuko kwenye chombo. Sio wingi, naomba uelewe. Sisemi ulete maelfu. Mwanamke alileta senti 2 kwa imani. Thamani na ambatana na imani. Naomba nikuulize, hivi yule Mungu aliyekuwa wakati ule wa kina Petro na kina Anania na kina Safira, angekuwa leo kungekuwa kuna mtu anaishi huko kwa roho?
baba na kina mama tungesurvive kwa namna ambavyo tumedanganya. Nataka ni majisu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ya shetani katika utoaji ni kukaa kwenye moyo na kukuzuia usitoe. Kukaa kwenye moyo na kuzuia usifanye vya Bwana sawa sawa na kusudi, kama alivyokaa kwenye moyo wa Anania na Safira. Ndio maana Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko vyote lindavyo. Shetani akiingia, unataka kutoa ikuni akamwambia leta tatu. Shetani. Sasa la mwisho ambalo nataka nimalizie, kanuni ya tatu ya utoaji. Utii kwa Mungu. Ni wangapi wao tunakurupuka kwenye sadaka? Sikia, sadaka ninakwambia haishurutishi. Ni baina yako na Mungu. Wakristo wengi wanakurupuka kwenye sadaka na hawamsikilizi Mungu kabisa. Yuko mtu aliwahi kuondolewa kwenye nafasi kwa sababu ya kutokutii namna ya kutoa sadaka. Kuna Wakristo wengi wameshapigwa chai kwenye malango ya uchumi, wametolewa kwenye position za kazi, wametolewa kwenye position za ndoa, mwanamke umetolewa kwenye position ya ndoa, mwanaume umetolewa. Unasema mwanamume ni kichwa, lakini alishapigwa chini siku zote, mwanamke anakaa kichwa kama hiki. Shida ni nini? Kuna watu wametolewa kwenye nafasi kwa sababu ya kutokutii kwenye kutoa sadaka. Utaenda kusoma Samueli wa kwanza mstari wa 10 sura ya 15, kasoma Samueli wa kwanza, soma ile sura ya 15 yote. Wakati namalizia, Biblia inasema wakati huo alikuwa anatawala mfalme Sauli, anatawala Sauli. Samueli akatumwa kwenda kwa Sauli kumwambia, mtumishi, ni ulipakwa na mafuta na Mungu. Sasa Mungu ana hasira na Amaleki kwa sababu wakati wana wa Israeli wanapanda kutoka Misri, Amaleki waliwazuia, Amaleki waliwapinga. Sasa Mungu amenituma kwako kukuambia, na anataka ukapige Amaleki. Na ukipiga Amaleki uwa kila unachokikuta. Sikia mtumishi wa Mungu. Samueli anamwambia Sauli, Mungu kanituma nikuambie, ukiingia Mungu atakuwa pamoja nawe. Piga Amaleki, Mungu ana hasira naye. Ukikuta mwanamume chinja, mwanamke chinja, mtoto anayenyonya, uwa, ng'ombe, mbuzi, teketeza. Samueli kama ninakusikia mtumishi wa Mungu, kazi ndogo sana. Jamaa likapanga jeshi, likaingia kwa Amaleki, lilichinja kweli. Lakini sikia Biblia inasema akakutana na ng'ombe wanono. Akasema hawa ngoja nisiwachinje. Ng'ombe wanono na wale akachukua ile ng'ombe wanono akaweka pembeni. Akitaka kupiga na kutana na kondoo kamejaa. Akatoa. Akakamata mfalme Agagi, mfalme wa Amaleki. Biblia inasema naye akamhurumia, kumchinja, akaweka pembeni. Sikiza vizuri sana. Akamaliza kazi. Ametunza ng'ombe wanono, kondoo na mbuzi wanono, na mfalme huyu. Samueli akatuma arudi kwa Sauli. Akamwenda akamuuliza kafanya nini? Na yeye anafika kwa Sauli, anasikia sauti ya ndama na ng'ombe, anamuuliza, sauti ninazozisikia ni za nini? Anaambia sikiza. Anaambia najua mwana nilivyoenda kupiga kule, nilikuta vitu vinono vizuri, nikaona tuje tumtolee Mungu wetu sadaka. Sikiliza. Mtumishi wa Mungu huyu alihifadhi vitu vizuri ili aje avitoe sadaka. Ilikuwa ni kwa mema. Avitoe sadaka. Samueli akamwambia, ndicho Mungu alichokupenda? Samueli akamwambia, je, hujui ya kwamba dhabihu, sadaka si bora kuliko kutii?
alikwambia mtolee Mungu hichi. Sasa kwa sababu umekosa kutii, Samueli akamwambia Mungu amekukataa wewe, haifanya lako kuanzia leo. Nataka niwaulize wanaona, nia ya Sauli ilikuwa njema, kuhifadhi na kuvileta kwa Bwana, lakini against the directive from the Lord. Ni mara ngapi umetoa sadaka ya kisha? Jamani tukatoa, jamani tukatoa. Umemuuliza Roho Mtakatifu? Kwa sababu Sauli anamjibu Samueli anamwambia, watu wangu waliniambia hivi ni vitu vizuri tuvilete kwa Bwana. Samueli akamwambia, ndiyo Mungu hayakwambia? Ni mara ngapi umetoa kwa kusikiliza wengine? Ni mara ngapi umetoa kishabi kama Sauli? Madhara ya kutoa kishabi bila kumsikiliza Mungu, madhara ya kutoa kwa sababu wengine wanatoa na kuambiwa utoe. Sikiliza, madhara yake ni kutoa kwenye nafasi. Kuna watu kazini vitu haviendi, shida leo Mungu anakuambia tubu. Uliwahi kutoa kipumba? Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimalize kwa kusema, je, kama uliwahi kufanya kipumbavu, uliwahi kutoa bila kuuliza, unakuja kanisani unaingia mfukoni ndio unatoa, ulikuwa utoi zaka maisha yako yote. Sikia, Biblia inasema siku ya kwanza Ibrahimu alipotoa zaka. Sikiliza mtumishi wa Mungu, na yeye nisikiliza leo. Nisikilize vizuri. Zaka inanena mpaka kizazi chako cha nne. Kama ulikuwa utoi zaka, nitakwambia cha kufanya ili ubadilike kwanza, kwa sababu unaharibu wajukuu, vitukuu mpaka vile. Na wewe kama hujaolewa ama hujaoa, usiseme mimi nimesaidika. Sikia, watoto Mungu aliyependa kukupa anawajua, wako kwenye elimu, wako kwenye matumbo, anawajua. Kama unacheza na zaka, sikia, unapiga kizazi. Nataka nikuambie kitu gani? Nenda kasome neno la Mungu. Ibrahim anasema alipokutana na Melkizedeki siku ya kwanza, akatoa fungu la 10. Biblia inasema Lawi alikuwa kwenye viungo vya Ibrahim. Kwa hiyo jamani, nimetoa zaka kwa Melkizedeki. Mungu anacheki mbegu zilizo kwenye kiuno, anaangalia mpaka kizazi cha 5 kule. Huyu Lawi ni kitukuu cha Ibrahim, lakini wakati anatoa zaka kwa Melkizedeki, Mungu alienda akabariki mpaka Lawi. Ndio maana Walawi wakawa watumishi wa Mungu. Ndio maana Walawi wakaanza kupokea zaka. Sinajaki, kwani hiyo umepata wapi? Waebrania 7. Nenda kasome. Ili kuanzia leo uache wizi. Ujue kabisa unaathiri mtoto, mjukuu na kitukuu, kwa sababu wanasomeka kwenye tumbo. Hata kama hujapata kitukuu, unapotoa Mungu anakiandikia sadaka zako leo, anakiandikia. Angalia Waebrania 7 mstari wa 9 na 10. Biblia inasemaje? Tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahimu hata Lawi apokee sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10, kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake hapo Melkizedeki alipokutana naye. Engine Ibrahimu alikuwa ajui kama atazaa mjukuu, atapata mjukuu anaitwa Lawi, lakini anatoa zaka. Mungu anaandika kwenye kizazi chake, kuna kizazi huko kitukuu nitakibariki, kitakuwa na watumishi. Ni wangapi hapa wanataka uzao wao watumishi wa Mungu?
hapa, nyosha mkono juu. Unataka kijana wako au kwenye familia yako upate watu wanaohitaji jina la Mungu, nyosha mkono juu. Upate watu wanaomwabudu Mungu kweli, nyosha mkono juu. Sema Bwana Yesu, mahali popote nilipokukosea, kwenye kutoa nikaiba kwa namna yote, nikatoa bila imani, nikatoa visivyo na thamani, yamkini Bwana Yesu kwa muda mrefu mimi ni mwizi, nimeiba zaka. Sema leo ninatubu mbele zako, naachilia damu ya Yesu ipite na kufuta laana zote, kizazi hata kizazi, hata kama watoto wangu waliathirika, wajukuu, vitukuu, naachilia damu ya Yesu ipite leo na kutuokoa na adhabu. Amen. La mwisho kabisa, mtumishi wa Mungu, sadaka ni kitu kirefu. Napomalizia mambo ya wanakufanya ili kurekebisha: 1, omba toba. 2, amini ya kwamba umesamehewa. 3, futa laana kwa damu ya Yesu. Na 4, shika mwenendo mpya. Toa sasa kwa kumaanisha na kwa kufuata mafundisho.